Nataka nizungumze habari ya madhabahu zinazojirudia, madhabahu ya kujirudia, madhabahu ya kujirudia. Kila wakati unaombea hili jambo, linakuwa na nafuu ama linaacha, baada ya masiku linarudi tena. Hata watu wengi sana wamezoea hiyo hali. Anaombewa ama anatafuta namna jinsi atakavyojitibu, baadaye inarudi. Amen. Madhabahu inosumbua watu, madhabahu inaojirudia. Leo umeombewa, baada ya masiku hilo tatizo linarudi tena. Ni kwamba tunavunja hizo madhabahu. Madhabahu hizo huwa zinatengenezwa, na zikitengenezwa sana sana zinahusiana na familia, mambo ya kifamilia. Amen. Zinahusiana na mambo ya kifamilia. Naomba uangalie hapa. Muulize mwenzako, mbona hili tatizo ulilonalo haliishi? Hizo madhabahu zinahusiana na kifamilia. Amen. Mtu anateseka, anasumbuka sana, akitafuta kukombolewa, kupona. Anaombewa leo, kesho anapata nafuu, kesho kutwa inarudi. Ni madhabahu ambazo zina maagano yake na zinahusiana na kifamilia. Na sana sana madhabahu hizi za kujirudia, ndani yake kuna damu. Naomba unielewe vizuri, nafundisha ili somo hili ulielewe. Ndani yake kuna damu. Nisikize, damu yoyote inayomwagwa, amen, damu inabeba ile maneno na inabeba hasa. Hata kama mtakuta hapa mahali pamekauka hiyo damu, lakini hapo kuna agano limewekwa. Kuna madhabahu ilitengenezwa. Huyu mtu ile hali yake inamfuata, kuna hali fulani hiyo itamfuata. Nimekwambia kwamba hizi madhabahu huwa ndani yake kuna agano la damu. Ndio maana unapata kwamba huyu mtu haponi, unapata huyu mtu hachi. Unapata huyu mwanaume, kama ni mume wako, unang'ang'ana na hali sana, lakini anapunguza, halafu anaacha, anaanza tena. Kama ni ulevi, unamwona kwamba ameacha leo, mwezi ujao anaanza tena. Ni madhabahu za kujirudia. Halafu kama ni ugonjwa hauendi, anapata madawa huyu mtu, ana maombewe, baadaye huyu mtu inakuja inarudi tena, inarudi tena inaweza kurudi ikazidi sana, na ikazidi sana hata kushinda ile nyingine. Madhabahu za kujirudia. Amen. Unashangaa, mimi si niliombea hii kitu, mbona imerudi? Kila madhabahu unayoiona
ina ulinzi, ina ulinzi wake. Ukivunja, ondoa walinzi, ndoa kabisa mpaka walinzi wakose kazi, waondoke. Bila hivyo inakuja jengwa tena, ikijengwa tena inakuwa kali zaidi, kunaongoza walinzi. Hebu nikuulize swali, uwe umeweka nyumba yako askari mmoja, baadaye nyumba yako imekuja vunjwa, watu wakaingia ndani wakaiba, askari ujomuliza aseme mimi nilikuwa niko kule upande ule, hii compound ni kubwa. Unakuja shauriwa ongeza askari, inabidi unaongeza askari 3 walinde nyumba yako. Ndio vile vile zile madhabahu zilivyo. Sasa nataka nisome hii maandiko hapa, kitabu cha Hesabu 23. Amen. Hesabu 23. Hesabu 23. Na hii madhabahu inaongea. Amen. Madhabahu hii inasema. Amen. Balaam akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Bwana asifiwe. Amen. Balaki akafanya kama Balaam alivyonena. Balaki na Balaamu wakatoa sadaka ng'ombe mume mmoja na kondoo mume mmoja juu ya kila madhabahu. Nataka sasa tuzungumze hapa tu. Akamwambia nijengee hapa madhabahu 7. Hapa ukisikia madhabahu 7, ukisikia kitu kinaitwa madhabahu 7, mtu ametengenezewa hiyo namba 7, huyo mtu ameenda kufunga kabisa, anamalizana na kitu kabisa. Kama ni kukufa, huyo mtu anaua, amefika namba 7. Amen. Balaam akamwambia Balaki, nijengee hapa madhabahu 7, ukaniandalie hapa ng'ombe waume 7 na kondoo waume 7. Kwa nini mbona hajasema majike? Ng'ombe waume wake, kondoo wao wa kike. Mbona hausema? Ukisikia hivyo anasema hiyo madhabahu iwe na nguvu. Kondoo waume 7, ng'ombe waume 7. Huyu mtu ametengeneza kitu ambacho utakuwa saa zote inajirudia. Sasa kuna wengine sasa walitengenezwa madhabahu namna hiyo, hawaelewi. Ndio maana ugonjwa hauendi, kila siku ile hali inampata. Amen. Ukiangalia kwamba huyu Balaam kama Balaki, nijengea madhabahu 7. Sikiza, ilibidi aende kujaribu kulani kila wakati, kulani. Ndio maana unakuta kwamba mtu akikutengeneza hizo madhabahu hizo 7, akikuwekea, amemalizana na wewe. Ndio maana unakuta kwamba mtu mwingine unaenda kanisani, ukifika pale kanisani ama ukifika pale unamwambia mchungaji, shida hii mimi imenisumbua muda mrefu sana, shida hii imenisumbua muda mrefu. Unaombewa mara moja, nisikize, unaombewa mara moja, unasikia imekuwa na nafuu. Amen. Badala ufuatilie, angalau ufike mara 7 ama umalize wiki, wewe unaombewa mara moja, ama inavunjwa hiyo mara moja alafu unaendelea. Inavunjwa tu mara moja. Na hata ile sadaka yenyewe ya kuvunjia hiyo madhabahu, hailengani na ile namba 7. Ndio maana kama ni kuvunjia madhabahu, lakini ifike namba 7 ni hii madhabahu. Kama huyo mtu alijenga madhabahu 7, wewe ukichukua namba 7 umemaliza. Mnaanza kunipata? Haleluya. Amen.
Yeye alijenga madhabahu 7. Sasa kuna watu hapa mmejengewa ugonjwa huo ulionao, ulijengewa madhabahu. Amen. Ulijengewa madhabahu 7. Inamaanisha kwamba usipone utakuwa kile wakati inakurudia. Unakaa baada ya masiku inakurudia. Baada ya masiku inakurudia. Kuna madhabahu imejengwa. Sasa wewe sadaka yako ukienda kuitoa haijakamilika ile namba 7, huwezi kuifikia. Mnanipata? Lakini haleluya, kama unanielewa punga mkono. Haleluya. Madhabahu yako wewe unataka kuvunja ile madhabahu, haifikia namba 7, haikufikia. Utaivunja vipi wewe? Na amekujengea namba 7, amekujengea madhabahu 7 huyu mtu, tena akatoa sadaka. Ndio maana nakwambia kwamba kuna watu ambao akienda kujenga madhabahu anataka kumwambia huyu mtu agonjeka mpaka afe. Ukisikia agonjeka mpaka afe, anafunga hapa. Sikiza vizuri, unanielewa vizuri? Sasa huyu mtu anatasika na ule ugonjwa, anatasika na ule ugonjwa, anatasika na ile hali inamtesa, na inamtesa tu, ako nayo ile hali inamtesa. Akijangalia anasema, nilienda kanisani mimi, nikaenda kule Kamboni toe sadaka, nikatoa sadaka, basi nafuu kidogo, ikaendelea tu. Hapana, ile sadaka ulitoa iliambatana na ile namba. Ndio maana Gideoni akaambiwa ya kwamba tafuta ng'ombe wa miaka 7. Amekamilisha hii, atatoa mmoja tu, lakini ana miaka 7. Amebeba hizi madhabahu 7 zote na ng'ombe 7 wote amewabeba. Pigia Yesu makofi. Amen. Haleluya. Amebeba yote. Gideoni akaambiwa kwamba tafuta ng'ombe wa miaka 7 ukaiangusha madhabahu ya Baali alionayo baba yako. Halafu tafuta ng'ombe mmoja tena mwingine tena wa miaka 7 tena ukamjengee. Huyu mtu amekamilisha hizi 7. Mnaandika ama hamwandiki? Ama nimeongea haraka? Haleluya. Sikia. Ndio maana akaambiwa ya kwamba tafuta ng'ombe wa miaka 7. Ni kwa sababu ya nini? Hizi madhabahu 7 zilijengwa. Wanapata vizuri? Madhabahu 7 zimejengwa, na kondoo 7 wametolewa, na ng'ombe 7 wametolewa. 7 hizo zimeenda. Ndio maana unakuta kwamba watu wengine, mganga anakuangalia ama mchawi anakuja kuangalia, alifika wapi mama? Nguse mama, naona nalala, ama mamangu nalala. Mwekeni mkeka pale. Chukua mkeka hapo, mwekee. Hawezi kuketi vizuri. Chukua mkeka tu, mwekee karibu tu hapo. Hawezi kuketi vizuri. Haleluya. Amen. Anasikiza neno lakini anasikia hawezi kuketi. Amen. Mwanipata vizuri? Unakuta ya kwamba hii hali ya huyu mtu inamzidia. Kwa sababu ya nini? Kuna madhabahu imejengwa. Halafu unang'ang'ana, una roho ya kung'ang'ana. Sasa hizi madhabahu 7, Balaam akamwambia Balaki, nijengee. Akajengewa. Halafu kila madhabahu akaitoa ng'ombe mmoja na kondoo mmoja. Amefanya iwe isimame vizuri. Wewe unaenda kuvunja madhabahu ambazo za magonjwa zinakusumbua. Unamuuliza, nisikize uambie, unamuuliza pastor, si chochote utakachokuwa nacho mwanangu umeishi. Hujui unachofanya. Amen. Haujui unachofanya.